Sema nakupenda Yesu, nakuheshimu Yesu. Niongezelo, nakuheshimu Yesu, nakutukuza Yesu, nalibariki jina lako, ninakutukuza, ninakuabudu, ninakuheshimu, ninakuenzi. Haleluya! Haya, mpe Yesu makofi mazuri, mpe Yesu makofi mazuri, mpe Yesu makofi mazuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuimbe tumepona, tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, hawa mama mmepona, tuimbe tumepona, vijana tumepona, tuimbe tumepona, wazee tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tumepona, tuimbe. Haleluya. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana mlango 19, nasoma mistari miwili tu, alafu Mungu wa baraka atubariki kwa jina la Yesu. Haleluya. Ningeomba pia vijana baada ya ibada mbaki nyuma mkapate kujadiliana. Haleluya. Bwana asifiwe. Unajua haya ni majira, haya ni majira ya vijana, na vijana mkipoteza majira yenu, basi shida itaingia. Jina Bwana tukuzwe. Haleluya. Nataka nione vijana wanaotembea katika moto wa Roho Mtakatifu, wakifanya mambo ambayo watu wengine hawezi kufanya. Jina la Bwana litukuzwe, na ushindi utaonekana. Bible inasema in the book of Jonah chapter number 19 and verses 1 and 2. Kama umepata kwa Kiswahili nipe, alafu naomba nikuazime yangu uniazime yako. Nipe tu, alafu nikuazime Biblia yangu. Nikisoma ya Kiingereza itanisumbua kuhubiri, itabidi nitamke maneno ya Kiingereza ambayo sitaki kutamka kwa sasa. Naomba nitamke maneno ya Kiswahili tu, na Mungu wa baraka atubariki kwa jina la Yesu. Bible inasema kwenye kitabu cha Yohana mlango ni wa 19 mstari wa kwanza na wa pili. Basi ndipo Pilato alipomtwaa Yesu akampiga mijeledi, nao askari wakasokota taji ya miba wakamtia kichwani, wakamvika vazi la zambarau. Mtu na aseme amena. Sema Bwana Yesu, masaa yamefika, useme na mimi. Sema na mimi Yesu, nibariki kupitia kwa neno lako. Mtumie mtumishi wako afanyike baraka maishani mwangu leo kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen. Nipe dakika kama 15 nilete neno la Mungu, alafu Mungu wa baraka tubariki kwa jina la Yesu Kristo. Maana baada ya ibada hii pia tuna ibada nyingine Haleluya TV kuanzia saa 11 na kwa saa 11 kamili hadi saa 12:30, na itakuwa ya baraka sana. Mtu nasema amena. Mpe mtu high-five, mwambie wakati huu ndio wakati wako. Mpe mtu high-five, mwambie kwamba mbingu ziko tayari kukubariki. Mwambie haijalishi unapitia nini, mwambie I can sense in the spirit kwamba mbingu ziko tayari kuachilia kitu maishani mwako. Mwambie vile ambavyo umekuja sioni ukitoka hivyo, maana kuna jambo jipya Bwana anakwenda kutenda. Kama unaamini shout Jesus. Kama unaamini shout Jesus. Bible inasema kwamba mtu mmoja anaitwa Pilato. Pilato akamtoa
Yesu, akamtoa Yesu, akaamrishwa Yesu apigwe, na Yesu akapigwa mijeledi. Nimekuja kutangaza siku ya leo kwamba kila amri iliyotolewa ili kwamba wewe upigwe, kuanzia leo tunaikansel kwa jina la Yesu, haitafanikiwa tena. Mtu naseme amen. Naomba tunisaidiwe sauti kidogo, alafu itakuwa sawa. Jina la Bwana litukuzwe. Bible inasema kwamba akaamrisha kwamba Yesu apigwe. Kuna wale ambao wameamrisha, kuna mtu ambaye ameamrisha, kuna falme ambazo zimeamrisha ili kwamba wewe upigwe. Upigwe na magonjwa, upigwe na ukame, upigwe na ukosefu wa pesa, upigwe na shida, upigwe na mikosi na mikasa. Nimekuja kutangaza kila sauti ikatoa sheria, ikatoa amri kinyume chako kwamba wewe upigwe, upigwe na shida, usijielewe. Natangaza leo kwa damu ya Yesu Kristo, natangaza leo kwa uwezo wa Bwana, natangaza leo kwa neema ya Yesu. Hiyo sauti siku ya leo tunaikomesha, sauti ambayo inaashiria mabaya, inatangaza mabaya, inatangaza mapigo juu ya maisha yako. Leo naikomesha kwa jina la Yesu, ikome, isiinuke tena kwa jina la Yesu Kristo. Na mtu aseme amen. Haleluya. Hiyo sauti ambayo kutakii mema, hiyo sauti inayotoa amri ambazo hazifai kinyume chako, amri, sauti ambayo imetoa amri ukapata kufungwa. Haleluya. Usiwe na uhuru, uwe ni mfungwa, uwe mgonjwa, usiwe mzima. Natangaza leo hiyo amri waliotoa kinyume chako kwa uwezo wa Bwana tunaikomesha. Sema naikomesha, sema naikomesha, sema naikomesha. Hiyo sauti inaamrisha magonjwa na maradhi juu ya maisha yako, ninaikomesha. Hiyo sauti ambayo inaamrishwa wewe usipate amani, natangaza leo kwa jina la Yesu. Hiyo sauti inayotoa amri ambazo hazifai siku ya leo, hiyo sauti ipigwe. Mtu aseme amen. Jina la Bwana litukuzwe. Herode Pilato akatoa amri, kila amri ambayo imetolewa na falme za giza, ulimwengu wa giza, wakuu wa falme za giza kinyume chako, natangaza leo amri walizotoa leo kwa uwezo wa Bwana ninazifuta, nazikomesha, nazinyamazisha, nazizuia maishani mwako, hazitafanikiwa. Kama unaamini sema asante Yesu. Mpe Yesu makofi mazuri. Yani wakatoa amri Yesu apigwe. Sijui ni amri gani imetolewa na ukaathirika. Kuna watu ambao wana makovu ya mapigo. Falme za giza zimefanya mambo ambayo sio mazuri kwenye maisha yako. Nasema leo tunafuta, tunaondoa, tunasambaratisha, tunakemea, tunarudisha nyuma walichokusudia kinyume chako kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen. Sema mbingu leo zinaamrisha nibarikiwe, nifanikiwe, nipenye, nishinde, nifaulu kwenye maisha haya kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen. Mpendo naye nisikia, najua kwamba leo kuna amri mbaya imetolewa kinyume chako, lakini pena taarifa nzuri kwa ajili yako siku ya leo. Kuna amri toka mbinguni ambayo imeamriwa juu yako kwamba wewe ufanikiwe, wewe upenye, wewe ushinde, wewe ubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Mtu na aseme amen. Haleluya. Natangaza leo kwamba amri ya Mungu ndiyo itakayofanikiwa maishani mwako, bali kila amri isiyo ya kiungu leo inakomeshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Kama unaamini sema amen.
Haleluya. Biblia inasema yeye akaamrisha Yesu apigwe. Alipoamrisha Yesu akapiga mijeledi. Kila mjeledi wowote ambao umepigwa nao, mijeledi ya magonjwa, mijeledi ya maradhi, mijeledi ya umasikini, mijeledi ya madeni na mahangaiko, mijeledi ya shida, natangaza leo kwenye mwili wako inafutika, inafutika, inafutika. Kila mjeledi wa adui juu yako leo unafutika kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo. Kama unaamini sema asante Yesu, jina lako litukuzwe. Mtu aseme amen. Amani ya Mungu iwe nanyi. Haleluya. Biblia inasema na maaskari, kumbe Pilato yuko peke yake. Pilato na maaskari wake walipoangalia kwamba amri imetolewa, Yesu amepigwa, Biblia inasema kwamba wakasokota taji ya miba wakamwekea kichwani. Leo sijui ni taji ya namna gani ambayo adui amekuwekea. Mpendo unayesikia, narudia tena, leo sijali kwamba ni taji ya namna gani ambao adui amesokota akaiweka kichwani mwako. Natangaza leo kila taji ya aibu ambao adui ameiweka kichwani mwako, kila mahali unaenda unaaibika, kila mahali unaenda unadharauliwa, kila mahali unaenda unakataliwa. Hiyo taji ya miba ambayo imewekwa kichwani mwako, siku ya leo tunaiondoa. Ninaiondoa taji ya miba, taji ya mateso na maumivu maishani mwako ambao maadui wamekuwekea. Siku ya leo kwa rehema za Bwana ninaivua hiyo aibu uliowekewa kichwani mwako, hiyo aibu uliowekewa kazini mwako, hiyo aibu uliowekewa kwenye ndoa yako, leo tunaitoa. Sema ninaivua. Sema ninaivua. Sema kila taji ya miba. Mtu aseme amen. Kazi ya taji ni kumheshimisha mtu, lakini taji waliweka haikuwa ya heshima, ilikuwa ya kumdhalilisha. Natangaza juu yako leo kila taji ya kudhalilisha na ili kwamba uonekane vibaya, natangaza leo kwamba kwa uwezo wa Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa neema ya jina la Yesu, leo tunaivua na kuiondoa kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen. Wapende, tunajua kwamba adui hawezi kukuvika taji. Mtu aseme amen. Na ukiona adui anakuvika taji, hiyo sio taji, hiyo ni dhihaka. Nimetangaza leo kwa rehema za Bwana, kila taji ya dhihaka ambao umevikwa mpendwa, siku ya leo kwa rehema za Bwana ifutike, iondolewe kwa jina la Yesu. Wameweka dhihaka maishani mwako, unapoenda unadhihakiwa, maana adui hiyo ndiyo aliona afanye, akaona kwamba kuwekee kitu ambacho ukitembea utadhihakiwa. Ukiwa kazini, kazi inadhihakiwa. Ukiwa kwenye biashara inadhihakiwa. Yani kwenye ndoa unadhihakiwa. Kwa sababu gani? Kuna kitu adui alifanya, aliweka taji ya dhihaka. Natangaza leo kwa rehema za Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa neema ambayo nimepewa kama mtume wa kizazi hiki, hiyo taji walioweka leo kwa rehema za Bwana tunaitoa. Tunakuvua in the name of hallelujah. Mtu aseme amen. Taji kawaida inaleta utukufu
taji ya miba ni utukufu ambao haudumu. Nisikie mpendwa, yale nayokuambia sijayaandika mahala popote, ila kila ambacho Roho ananiambia hicho ndicho nitakwambia. Mtu na aseme amen. Ninaambiwa sasa hivi nitangaze juu ya maisha yako siku ya leo kwamba kuna taji isiyodumu. Nisikie mpendwa, yani mambo yasiyodumu ndio yanayokuandama. Ukienda kwenye relationship haiwezi kudumu. Ni kwa sababu gani? Kuna taji ambayo haidumu, ambayo inanyauka baada ya muda mfupi, ambayo adui amekudanganya nayo akakuwekea. Ninatangaza leo kila utukufu usiodumu maishani mwako, kila utukufu uadhiaka maishani mwako, siku ya leo tunauondoa, 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 tunauondoa kwa rehema za Bwana. Ninatangaza adui amedanganya kwamba amekuwekea utukufu, kumbe ni utukufu wa kunyauka. Natangaza leo kuna utukufu ambao Yesu anakwenda kuachilia juu ya maisha ya mtu mahali hapa, utukufu wa kudumu, utukufu wa kufanikiwa na kukutambulisha. Ule utukufu wa kufeda unakwenda kutolewa siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwanakondoo. Mambo ambayo umekuwekea sio mambo ya kudumu, ni ya muda mfupi, yanaondoka. Ukipata kazi ni siku chache inaondoka. Ukiwa na afya nzuri ni siku chache unakuwa mgonjwa tena. Ukipata pesa haiwezi kudumu. Ni kwa sababu gani? Kuna taji isiyodumu ambayo adui amekuwekea, ila leo nimetumwa na Bwana hiyo taji isiyodumu ambayo umewekewa siku ya leo. Nimetumwa na Bwana nikapata kuivua. Nivue juu yako, nivue maishani mwako, nivue kwenye hiyo ndoa, nivue kwenye biashara, nivue kichwani mwako kwa jina la Yesu. Mtu aseme yes. Haleluya. Biblia inasema kwamba wakasokota chochote ambacho adui amesokota kinyume na maisha yako. Nasema leo kishike moto. Wamesokota madawa watumie kukunasa, wamesokota irizi watumie kinyume chako. Nasema kwa rehema za Bwana siku ya leo tunaharibu, tunasambaratisha, tunateketeza in the name of haleluya. Wamesokota vitu. Mtu aseme amen. Gusa mtu mwambie kabla wajafanya tumefunuliwa. Wamesokota madawa, wamesokota uchawi, wamesokota irizi, wamesokota bangi, wamesokota sigara, wawapo watoto wetu. Lakini leo tunasimama kwenye zamu yetu, tunakataa kila msokoto uliosokotwa siku ya leo kwa uwezo wa Bwana. Tunaurivasa, tunarivasa, 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 tunarivasa in the name of. Biblia inasema kwamba maaskari, kila askari wa falme za giza ambaye amekuwa assigned kinyume chako ili kwamba akulinde usivuke mipaka ya kuzimu, mipaka ya limitation ambayo umewekewa. Nasema kila askari, kama wakati wa Elisha walivyopigwa na upofu, na tangazo leo maaskari wote wa falme za giza ambao wamekuwa assigned kinyume chako siku ya leo tunawapiga na upofu, wapiga 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 na upofu in the name of. Maaskari wamewekwa wakulinde wewe
waangushwe kama wakati wa Yesu. Biblia inasema kwamba maaskari walinzi wakawekwa kwenye lango la kaburi ili kwamba Yesu asifufuke, asichukuliwe. Lakini Biblia inasema kwamba lakini masaa ya asubuhi na mapema kuna nguvu ilishuka toka kwenye kiti cha enzi, ikabingirisha jiwe, ikawaangusha wale maaskari. Nasema kila askari ambaye amewekwa kinyume chako, natangaza leo nguvu ya Jehova imwangushe, 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 imwangushe in the name of. Biblia inasema kwamba maaskari wakasokota taji ya miba wakamwekea Yesu. Mtu nasema amen. Natangaza leo chochote ambacho umewekewa ambacho sio chako, siku ya leo tunakirejesha kule kimetoka. Kuna watu napoongea leo wamewekewa magonjwa. Natangaza hayo magonjwa ya kishirikina, hayo magonjwa ya uchawi, siku ya leo tuna reverse kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Kuna watu wamewekewa roho ya madeni, kila wakati unajipata katikati ya madeni. Natangaza leo kwa rehema za Bwana, hayo madeni waliokuwekea siku ya leo tuna reverse, tuna reverse, tuna reverse, tuna reverse, tuna reverse, tuna reverse kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao wamebarikiwa, hao sio masikini, lakini adui amewawekea roho za umasikini. Ila siku ya leo kwa rehema za Bwana ninasimama kwenye pengo kama nabii, ninasimama kwenye zamu yangu kama kuhani wa madhabahu haya. Natangaza leo hiyo roho ya umasikini ambao adui amekuwekea, siku ya leo tunaikemea, 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 tunaikemea in the name of. Kuna watu ambao wamewekewa shida, mikosi na mikasa. Natangaza leo chochote ambacho adui amekuwekea, siku ya leo tunamrudishia. Mtu aseme amen. Kila mzigo uliowekewa usio wako leo, back to the sender kwa jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Mpe Yesu makofi mazuri. Haleluya. Biblia inasema kwamba wakamwekea, wamekuwekea nini hicho ambacho kinasababisha usifanikiwe, inasababisha upoteze identity ya maisha yako? Wamekuwekea nini? Ni roho gani umewekewa? Nasema leo kila roho isiyo ya Mungu ambayo maadui wamekuwekea, siku ya leo tunawarudishia, nawarudishia mara 7 kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mtu aseme amen. Bible inamaliza na kusema kwamba na wakamvalisha vazi la zambarau. Jina Bwana litukuzwe. Nisikie, vazi la zambarau na maanisha nini? Vazi la zambarau likuwa ni vazi la kifalme. Aha, nisikie, likuwa ni vazi la kifalme, kingly garments. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Nisikie mpendwa, napomalizia hapo alafu tuombe. Ninatangaza leo kuna watu ambao wameng'ang'ana sana wavue uchi wako. Nisikie mpendwa, same people waliomvua Yesu vazi wakapigia kura wakagawana, hao wakachukua vazi
vazi la kifalme wakamvalisha. Kuna watu in life wameng'ang'ana kukutea pata. Kuna watu ambao wameng'ang'ana wakuvue nguo zako, wakuvue heshima, wakuvue mafanikio, wakuvue hekima, wakuvue maarifa, wakuvue utukufu. Nisikie, nasema watu hao wanakwenda kushangaa, maana ni hao watatumika kuleta heshima tena maishani mwako. Mtu aseme amen. Nasema wakati huu waliokuvua wanakuvika. Walikuvua heshima, wakakuvua utukufu, ukavuliwa kazi, ukavuliwa fedha. Waliokuvua, wakati umefika wakuvike kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen. Mtu atangaze kwamba mwezi wa 7 ni mwezi ambao wote walionivua watanivika. Walikusema vibaya, wanapokusema vibaya ni vazi wanakuvua. Wanapokusengenya ni vazi wanakuvua. Hawa walikusema vibaya watasema mema juu yako. Mungu anakwenda kufanya kitu ili kwamba waliokusema vibaya wakuseme kwa mema. Nisikie mpendwa, waliokusema vibaya wakakusengenya, wakakunena mabaya, hao wanakwenda kutumika kukuvika tena kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mtu aseme amen. Haleluya. Vazi la kifalme, kingly garments. Nataka nitangaze juu ya maisha ya mtu mahali hapa siku ya leo. Wacha Mungu aachilie kingly garment upon your life in Jesus name. Kingly anointing over you now in Jesus mighty name. Mtu nasema amen. Sema mwezi wa 8 ninavikwa na vazi la kifalme. Mtu aseme amen. Haleluya. Kuna mavazi ya shida, mavazi ya magonjwa. Mtu aseme amen. Mtu akiwa mgonjwa ukienda jana unajua tu avai kama wewe, unapewa nguo zingine hivi hazina shape. Mtu aseme amen. Alafu zingine nazo ziko funny. Sijui madaktari wanakuwa wanachanganyikiwa ama nini. Kuna zingine ambazo mahali pa kufunga sio huku, unafungiwa nyuma. Jina Bwana litukuzwe. Yaani nguo za ajabu. Mtu aseme amen. Natangaza kila nguo isiyo yako ambayo ni ajabu. Mungu anakuvua leo kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Pokea vazi ambalo ni lako, vazi la heshima, vazi la utukufu, vazi la kifalme, vazi la kikuhani. Nasema pokea leo kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen. Haleluya. Simama kwa miguu yako miwili tuombe kwa jina la Yesu. Haleluya. Raise your hands. Unajua kuna watu wengine wana tabia eti ukiwaambia wasimame wanangoja sasa uwapush. Unajua wakati usijui. Wakati wangu nikilea, maana mimi ndio nimelea wadogo wangu. Bwana asifiwe. Ulikuwa mbako mwimbie la toto la. Ndio nini? Bwana asifiwe. Wengine nataka hapa niwaimbie omba toto omba, ndio waombe. Bwana asifiwe. Mtu aseme amen. Yaani mpaka tuimbe kawimbo ndio wapate momentum ya kuomba. Usiwe hivyo. Bwana asifiwe. Uyafaa uwe na self starter. Bwana asifiwe. Ile ambayo unaweza anzisha wakati wowote. Mtu aseme amen. Jina Bwana litukuzwe. Raise your hands. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, chochote ambacho kimesokotwa kinyume changu mwezi wa 8 ninakiondoa maishani mwangu. Chochote kimesokotwa, chochote kimesokotwa, chochote kimesokotwa, chochote kimesokotwa. Before niombe, naomba nimwombee huyu binti yangu. Naomba nizungumze naye. Njoo. Mimi simjui. Na kama nishaimuona ataniambia ama atanikumbusha.